Ni wananchi wenye hasira kali kutoka jangwa la Jangwani, si jangwa lenye ukame, bali ni jangwa lenye unyevu wa mataji na makombe, na kesho wako kibaruani kutamatisha ama kufunga pazia la ligi kuu soka Tanzania bara. Tukumbuke michezo yote itachezwa muda mmoja, na wananchi Young Africans ndio mchezo ambao unatupiwa jicho kweli kweli, na watakuwa dimbani dhidi ya JKT Tanzania pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Nikaona si busara ipite hivi hivi, tusikie kwani wao wananchi wanasemaje. Niko na Mzee Isa, shabiki mwanachama wa Dar es Salaam Young Africans. Mzee Isa, kwema kwanza? Kwema bwana, nashukuru Mungu. Wa alaikum salam, karibu sana. Furaha sana. Na furaha sana. Nafikiri mimi nilikwambia wiki iliyopita kwamba furaha yangu inaenda kukamilishwa kesho. Nilikwambia kwamba zile mbili zitabaki kuwa mbili vile vile. Na maneno yangu yanaanza kudhihirisha sasa kesho. Kila walomtegemea tumemkanda. Kila walomtegemea tumemkanda. Sasa hivi tena washakubali. Na furaha yangu kesho inaenda kutimia. Na kesho? Kesho inakwenda kutimia kesho. Kwa Okelo kuchukua assist nyingine. Okelo anapiga assist. Kesho Okelo anapiga assist nyingine. Unaelewa vizuri sana bwana? Na anachukua uchezaji bora kesho. Okelo anapiga chuma tatu. Kesho Okelo anachukua chuma tatu. Goli nyingi zitakazofungwa kesho, lakini Okelo mguuni kwake goli tatu. Nakwambia. Kesho mnampiga kipigo cha mabao mengi. Kesho tunampiga magoli mengi sana kwa sababu kesho ndio mechi ya mwisho na mechi ya furaha. Kwa hiyo kesho ule unachezwa mpira mwingi sana na magoli mengi sana. Kama mwachia kiba maneno wananchi. Sisi hatuna kiba maneno kwa sababu kila wanamtegemea tumemkanda. Kila wanamtegemea tumemkanda. Sasa huyu tumemkanda goli 5. Hata mnategemea kitu gani kinachofuata? Na hakika kabisa kesho kama jana 5 zile zile huyu basi kuanzia 6 kuendelea. Nakwambia tunza hayo maneno. Tunza kesho na kesho JKT anataka la 5 ama zaidi ya hapo. Unaelewa vizuri sana bwana? Kwa hiyo mimi nafikiri maneno yangu niliyokuambia wiki ya jana yale yale. Yanga ni bingwa na hilo Watanzania wote washaelewa kwamba Yanga ni bingwa. Unaelewa? Yanga bingwa. Na yale niliyokuambia kwamba Okelo usimfananisha na mtu mwingine. Sasa anaanza kutimia. Unaelewa vizuri? Nilikwambia kwamba Okelo usimfananishe mchezaji yote hapa Tanzania, usimfananishe. Ni mtu mwingine kabisa. Mwamba Lusaka mstari Muhammad. Asa Mwamba Lusaka kwa umri wake, Okelo si mwanawe tena wa pili. Unaelewa? Okelo ni mwanawe tena wa pili. Mtu ana miaka 50 kwa miaka 17 wapi? Kama unaiona kesho mambo yatakuaje? Mapema kabla ya mchezo. Yaani kesho mapema kabla ya mchezo. Yaani sikwambii mitaa Meja Samuyo itakuwaje? Nakwambia wananchi wote kesho tutakuwa huko Meja Samuyo. Nakwambia tumejipanga kweli kweli, tumejipanga hasa. Na ni washauri mashabiki na wanachama wa Yanga Afrika. Tukirudi ala tuchague njia tutakazopita, lakini pale Msimbazi tusikose kupita. Pale Msimbazi tusikose kupita. Unaelewa? Kabla ya gwaride hilo liloandaliwa, tukitoka kumaliza mechi yetu hii ya ubingwa, basi wakati tunarudi hata kama tukiwa na vipando, basi wakisha kama tunapita Msimbazi kuonyesha kwamba sasa tunarudi. Tunapita tu pale Msimbazi. Unaelewa vizuri? Hakuna, sina wasiwasi wote. Maneno yakawa machungu. Hakuna, sina wasiwasi wote kuhusu swala la kesho. Nimejipanga vizuri na nimejiandaa. Tumeona wameachia wameposti picha moja, Chula wamemfunga kamba, alafu kuna mwanajeshi anamvuta, alafu yule Chula amenyosha mikono anataka kushika kikombe akifikii. Hii picha ikawa inajenga taswira nyingi ya kwamba hii kombe hauchukui. Hayo si ndio maneno aliongea mpaka yule binti yule Kistine Mwagara yule wa TRA aliongea maneno mengi, mwisho wa siku kabadilisha maneno yake. Na hayo aliyozungumza kama sisi Chula atabadilika kesho. Umeelewa? Kwa sababu wajue kwamba wanacheza na mtu gani. Yanga sio mtu wa kawaida. Hao wengine wakubwa na walishindwa. Sasa hivi wabaki wanalalamika, ubingwa sio imekuaje? Watabaki nafasi yao ile ya pili waliotengeneza fitna wabaki. Na watabaki. Tena ni bahati. Ilikuwa warudi nafasi ya 3. Kama huyu wasingemtengenezea fitna Azam, walikuwa nafasi ya 3 hao. Bahati, nachokwambia. Bahati, lakini hata hivyo naamini hasira za Azam watajua zitakwenda kwa kuta wapi hasira za Azam. Nakwambia kwenye mechi yao finali ya CRDB Federation. Sasa mambo ni moto kweli kweli. Mnyama naye atashuka dimbani dhidi ya KMC katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge. Sasa unazungumzia timu yenyewe ishajifia. Wanakwenda kucheza na timu ambayo ishajifia. Timu ishakata tamaa. Walipo wanapajua.
wanakwenda kukamilisha ratiba tu. Yaani kesho hata wakipanga wale wachezaji ambao hawachezi kabisa, Simba anapata ushindi. Ile timu yenyewe shakata tamaa. Unaelewa bwana? Timu ishakata tamaa. Kwa hiyo kesho wao upande wao kama mechi kama kwa mazoezini tu. Mechi moja tu. Meja Samuyo. Unasema kuna maelekezo mnataka kuyafanya ili mambo yaende sawa sawa. Sio tuna maelekezo. Haya ni maneno yao kila kukicha. Mpira unachezwa na Tanzania wanaona kiwango kinachochezwa na Yanga Afrika. Walisema hivyo, muone mechi mpira uchezewa TRA. Hawakuamini macho yao. Na ndio waliotegemea kwamba angalau watushushe pointi tupate hata sare. Hakuna. Kala chuma tatu. Unaelewa bwana? Kala chuma tatu. Kwa hiyo hawa watani zetu wasubiri wajipange kwa mwaka, lakini kwa mwaka huu kesho wakati wa kwenda tunatokea mnakutania maeneo gani, mnatokaje au yeye kama kutania uwanjani? Kesho mwanachama mshabiki atoke anapotoka, tunakutana Meja Samuyo. Unaona kuna msafara, tunasikia kuna msafara huko ambao utaanzia pale Jangwani. Unaelewa vizuri? Ule utakuwepo. Na watu wengine wanapotoka, kuna watu kutoka Bunju, kuna watu kutoka Bagamoyo, wale watakuja moja kwa moja uwanjani. Unaelewa vizuri sana, lakini sisi tutatoka huku, tunatoka msafara moja kwa moja kutoka Kilabuni kwenda Meja Samuyo. Yes. Kesho msafara unatoka pale kwenda Meja Samuyo. Tena kwa furaha, kwa kujiamini. Hatuna wasiwasi yote. Mwenye tarumbeta abebe, mwenye jezi yake avae. Kesho pale inatakiwa itawale kijani na njano. Tunaenda na uhakika 100% kesho. Hatuna wasiwasi wote katika mechi ya kesho. Hatuna wasiwasi. Hatuna wasiwasi. Timu ya wananchi. Nilikwambia mimi Yanga bingwa. Yanga bingwa, na hiyo sasa unaanza kuzihirika taratibu. Unaona vizuri? Maneno tu. Ishaisha. Wanajeshi wanasema mfupa ule washinda mavigogo wengi wao wanakwenda kutafuna siku ya kesho. Kwani wao wamesahau? Hata wenyewe mechi yetu wasolipeka kule mechi kilichotokea wasiokiona. Mnaelewa vizuri sana. Wao wenyewe wameshindwa. Sasa wanamtegemea nani mwingine? Kwenda mgongoni kwa mtu wewe mwenyewe umeshindwa bwana. Kesho yule anakufa nyingi tu. Mnarudi goma linaanzia pale Meja Samuyo pale mnazunguka pale tutazunguka sana Meja Samuyo pale tutatamba sana. Unaelewa vizuri bwana? Na wale watu wanaelekea Bagamoyo kwenda Bunju wanaweza wakapita mpaka kwenye uwanja wao kidogo kazunguka kwenye poli lao lile. Wakatamba sana. Yaani kesho lile eneo lote lile kesho tunalichukua sisi. Sawa, nidhamu na sheria za nchi zipo. Sisi tuko kwenye furaha bwana. Unaelewa vizuri? Furaha kapitiliza wanajeshi wakawageuzia kipigo. Hapana. Wao wenyewe kwanza wanafurahi, wanajeshi wanafurahi, wanaona wananchi wao wana furaha. Lazima watahadharishe wanachama na mashabiki wenzao pale ni jeshi. Labda wachomekee. Wanaweza wakachomekea watu wauni na watu hawadhibiti. Wenyewe tutadhibiti. Najua kwa vote wanaweza wakachomeka watu wauni kwenye vitendo vyao, tutadhibiti. Lakini kwa kesho ni siku ya furaha kubwa kwa Yanga Afrika. Unaelewa vizuri sana bwana? Kesho ni furaha kubwa kwa Yanga Afrika. Wanachama, mashabiki watoke kwa wingi kwenda Meja Samuyo kesho. Wakiwa wamevaa jezi zao njano na kijani. Unaelewa vizuri sana bwana? Kesho ni siku ya furaha. Tena kwa sababu ndio siku ya kazi tu. Lakini nilikuwa natamani kabisa iwe siku ya mapumziko. Nilikuwa natamani hivyo. Kesho ni siku kubwa sana kwa Yanga Afrika. Neno lako la mwisho ni lipi sasa Mzee Issa ambalo ungependa wewe kumaliza nalo? Neno langu la mwisho la kumaliza nalo, maandalizi yashafikia mwisho sasa. Ya gwaride. Yashafika mwisho maandalizi ya gwaride. Yaani kesho tayari kila kitu tayari. Tunahitimisha kesho. Bado dua, yaani kesho kama ni visomo tayari bado dua, kesho ni dua tu. Unaelewa vizuri? Kesho ni dua tu. Hakuna tena kitu kingine chochote. Tayari nakwambia. Hicho kitu hakipo. Sio kwenye kiti. Hicho kitu hakipo. Kuna timu sema labda ungeona wasiwasi kisio kwenye kiti. Tano. Kweli mpira unadunda sikatai. Nasema mpira unadunda sikatai, lakini sio kwenye kiti. Unadunda sikatai, lakini sio kwenye kiti. Hii inakuthibitishia. Mpira unadunda, lakini sio kwenye kiti. Unajiamini sana. No, sio kidogo. Kuna jambo nyuma ya pazia nini? Uwezo tunao. Nafikiri ili wewe mwenyewe uthibitishe uwezo tunao. Kwa hiyo mtegemea tumemkanda. Tusijitambe kwa nini? Kesho sisi tusajipanga bwana. Tusajipata. Mimi nikutakia kila la heri. Nashukuru sana. Tuko tena nikimbia baba. Mimi nakualika tena kesho. Mungu tukiamka hai Jumatano wewe njoo. Jumatano asubuhi wewe njoo. Mapema uwepo hapa asubuhi. Tena na zawadi yako. Njoo.
Jumatano wewe njoo. Nikushukuru sana. Kila la heri, nashukuru sana.